stress. Wakati mambo yanamsonga, hataki kuyaweka msalabani, yeye anajifungia kwa cube na anajinyonga. Stress imejaa kila mahali unapita. Sio watoto, sio wazazi, sio kanisa, sio taifa. Stress is all over. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka kwamba katika siku za mwisho kutakuwa na nyakati za taabu. Amani yako. Kutakuwa na nyakati za taabu. Kutakuwa na nyakati ambazo tutapitia katika majaribu yaliyo mengi. Stress itajaa, shuleni stress, walimu wanakuwa na stress kwa sababu watoto hawasikizi walimu. Watoto hawasikizi wazazi. Dalili za siku za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. But understand this, that in the last days, there will come times of stress. If you are alive and you don't pass through stress, thank God for that. Amen. Kama haupiti katika changamoto yoyote, mwambie tu Mungu asante. Kwa sababu dalili za siku za mwisho ni lazima tupite katikati ya changamoto. Hallelujah. For men will be lovers of themselves. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine waume wanafanya mambo mabaya sana ambayo yanaletea wamama stress, ambayo hiyo stress inakimbia inaingia mpaka kwa watoto. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living God. Ya kwamba waume watajipenda wenyewe. Akikanyaka kwa boma anasema ni boma lake. Hawezi akakuona kuwa wewe ni mkewe uliyepepa watoto miezi 9, ukateseka na ujauzito, katika lipa ukapita katika changamoto. Watu wengine wakapita through operation. But it is the last days whereby husbands, they don't want the wives, and the wives, they don't want their spouses, and even children, they are killing their own parents. Praise the living God. People will be selfish. We are seeing people, they are very selfish. Ni nyakati za mwisho. They are greedy. Yana mwanamke asanya, mtu anajisanyia vyote vikuwe vyake. Bwana Yesu asifiwe. Boastful, wanajipenda, wanajipongeza. Kila mahali wanapita, anapiga kifua. Anasema kama sio mimi. Kama sio mimi. Unconceited. They will be insulting. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine unapita kijana, unakuta mwanadamu aliyeumbwa na Mungu anasimama na anakutusi matusi machafu, matusi ambayo yatakufanya wakati mwingine useme kama hiyo ndio njia ya msalaba, heri ikae. Nyakati za mwisho, kama mtu hajawahi kukutusi, jua ya kwamba wewe bado haujafikia ukamilifu wa Mungu. Kama haujawahi pitia katika changamoto, wewe hata ukiwa shuleni mwanafunzi, mwenzako anaweza akakukanyaka delivery. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine ninahimiza ya kwamba jaribu uone yule rafiki yako ambaye hukwambia when I don't see you I cannot sleep. Jaribu kumkanyaka delivery. Utasikia matusi yatakayotoka ndani ya kinywa chake. Nyakati za mwisho watu watajipenda, watu watakuwa na matusi. So unapoona unapitia katika matusi, hata wengine ambao mnafanya nao kazi, hata viongozi, hata wachungaji wenzako wanaweza wakakutusi. Jua ya kwamba those are the last days, and this is hizi ni dalili. Bwana Yesu asifiwe. Disobedient to their parents. We are seeing youth. Dr. Khaled, I'm seeing some youth. They disobey their parents. In fact, they go an extra mile of insulting their parents. If you disobey your parent, you are a cursed person. Bwana Yesu asifiwe. Nikawa ninasoma klipu nyingine inanieleza ya kwamba kuna kijana alisoma sana akaenda hadi nchi ya nje. Akawa na PhD, lakini hakuwahi pata kazi. Kwa sababu gani? He disobeyed his
inashika vizuri sana. Watoto, tuheshimu wazazi wetu. Alifika nursery, wewe umeenda mpaka viwango vya juu. Ukiongea Kiingereza unafinya mapua hivi. Mheshimu tu. Nixon, heshimu tu. Respect, obey your parents so that you receive blessings from above. Bwana Yesu asifiwe. Ni nyakati za mwisho. Mtoto anaambia mzazi, in a minute wewe ninakutoa tu. You can imagine there is a certain boy or a certain girl somewhere sitting just relaxing, hataki kusoma, alafu anasema nitatoa mama yangu huyu kafara. Utampata wapi wewe? Damu ya Yesu iko juu yake. Unapompeleka kule umtoe kafara, utajitoa wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Wa mama na wa baba, tuombe. Watoto wetu hawataki kustruggle, wanaenda kwa shortcut ya kwamba watutoe kafara. Tuombe, tupinge hizo hila, kwa sababu is the last days, ni nyakati za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Ungrateful and irreligious, watu hawampendi Mungu. Kuna mwanadamu anaketi anasema kuna freedom of worship. You find a youth anajua Mungu vizuri, anaenda kumwabudu shetani kwa sababu ya pesa. Pesa ambazo ni za muda mfupi, kwa sababu you will pay for it. Hakuna kitu cha bure. Bwana Yesu asifiwe. Amen. There will be unkind, mercy, slanderous, violent, yani watu ambao wanapenda tu vita. Bwana Yesu asifiwe. Nyakati za mwisho watu watapenda mambo kama hayo. They will hate the good. Hawatapenda Mungu. Wanapenda tu, yani hao ndio kusema. Hata hii mambo ya ibada, yani hao ndio kusema. Yani wewe ndio kusema. Napojiinua, kuwa tayari kushushwa. Bwana Yesu asifiwe. They will be treacherous, reckless, and swollen with pride. Tusijiinue. Let us not boast of. Let us not be proud, my youth. Umeenda viwango, Mungu amekuenemisha. Usiwe na pride. Ukitembea, natembea, unapiga mifuko kwa wengine. Ukitembea tu ndio kusema. Hapana. Pride is not a portion as youth of God. Bwana Yesu asifiwe. Let us choose to be humble. Let us humble ourselves so that our Maker will lift us high. They will love pleasure. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ikawa ninaona kuna wale walikuwa wakidance nyimbo wakisifu baba Rao ama prime minister vile amelala. Mwingine akawa anaimba, yani they will love pleasure. Ameweka kila kitu. Na yani wanacheza, yani wanaenda tu. Lakini wakifika kanisani ni wakati wa kuabudu. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa kuabudu. Lakini yani someone hawezi amini ni yeye ndiye amekuwa kiumbe. Bwana Yesu asifiwe. They will have pleasure rather than God. Last days, watu hawatampenda Mungu. Tunayaona ama bado siku zingali. Bali tukuza. Walisahau ape mfuko. Yani, unaangalia watu, madam nene tunapoipo na waangalia na macho ya kiburi. Have we seen these things or bado? Tungali na muda, siku za mwisho bado. Pastor Janet, bado ama tunaziona dalili za siku za mwisho. Watu wanapenda anasa ya dunia hii. Natembea. The governor of Trans Nzoia ametoa buses. Safari. My daughter kafumi nenge Trans Nzoia habela ajeita. Bachiba lile na ni prime minister. Na mbole ni hunyora. Kwa sababu tumeona vile watoto wanawawa kule. Bwana Yesu asifiwe.
mtu mwenye mnataka. Kama mnaenda na pride wakifinya vile nyinyi. Mnapenda pressure ya dunia hii. Yaani unaona kijana anaenda tu. Lakini akifika kanisani atiinua mikono tuabudu Mungu. Unafikiria mikono hii mawe iko. Yaani akijaribu kuinua hivi kuna mawe inaishikilia. Vijana we. Bwana Yesu asifiwe. Tumpende Mungu. Tusije tukapenda tamaa za dunia hii. Tusipende dunia na mambo yaliyomo ndani, tamaa, kiburi na uongo, mapenzi ya dunia. Dunia itapita pamoja na tamaa zake. Bwana Yesu asifiwe vijana. Tusipende tamaa za dunia hii. Tumpende Mwenyezi Mungu. Tumpende na mioyo yetu yote. Tumuinue, tumshukuru, tumtukuze. Kwa sababu yeye ni Mungu. Yeye ni baba wa watu wote. Kwa sababu kama sio yeye hatungefika mahali tumefika. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Mungu, tumpende Mungu. Ni nyakati za mwisho. Ni nyakati za mwisho vijana, chagua Mungu. Chagua Mungu vijana. Watoto wetu chagua Mungu. Mnasikia? Mtu hasi kudanganya atakuja nikupe tattoo. Yenye unafanya tu hivi mkono na inakupea pesa. Hakuna. You will pay for it. It will come. The time will reach. Ambayo lazima uilipie. Hiyo scorpion itakumeza safari moja. Hiyo spider itakuuma safari moja. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine nawaambia hapo maneno mnaniangalia mnasema tattoo. Hata Yesu wakati Mungu alisema ametuchora katika viganja vya mkono wake. You can imagine there's a servant of God. Yaani mtu mkubwa ambaye anamheshimu anasema wewe waachana na mambo ya kuongea mambo ya tattoo. Even we ati Mungu alituweka tattoo bila alisema ati ametuchora viganja vya my father. Kwa nini watu wanapotosha watoto wetu? Kale vile ulisoma neno la Mungu kalisikiza lifuate. Usifuate ushauri wa watu wengine huku nje wanakudanganya. Ati wacha na wewe pastor wewe hapana na not no. Na hapo nyola sasa youth was marone tattoo out nje. Utaificha ndio lakini Mungu God will expose it. Bwana Yesu asifiwe. Kuhusu na watu wa tattoo. Hapana. Alafu pastor mlaisa hapo na ni wachana pastor wa vijiji. Pastor gani? Ni mmeishi town. Mnasikia wanatuambia sisi pastor wa vijiji. Tusome neno la Mungu na tulielewa vijana. Ni nyakati za mwisho. Tukiendelea utakuta wanasema kuna watu wataleta mafunzo ambayo sio mazuri. Come out of it. Anakuambia wewe vaa tu, your dress your choice. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hapa kila mara wanawaambia dress well. Sitaki mtu kuniaccuse huko nje ati sijui nini. Dress well to prove yourself. Bwana Yesu asifiwe. Dress well to prove yourself. Bwana Yesu asifiwe. Utasoma mpaka ufike mahali pale sapa, utaona vile neno la Mungu linafanya nini? Linatuambia ya kwamba for among them are those who make their way into household and capture weak women, burdened with sins and swayed by various impulses, who will listen to anybody and can never arrive at a knowledge of truth. Tusisikilize tu. Tunakwambia barikiwa. Ukiwa na tattoo, barikiwa. Wewe anakupeleka moto. Yeye anampea baraka, unampea hiyo pesa yako. Yeye anaenda kujiendelesha na wewe hiyo tattoo itakumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Come out of such false prophets or deception. Yaani tusiende katika hizo vitu ambavyo haviwezi vikatusaidia. Praise the living God. Amen. Tuachane na mambo kama hayo kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa wakati wote na hakuna mtu yeyote ajuaye masaa ambayo Yesu anaingia. Let us be ready. Let us prepare ourselves as we look in Hosea in Joel. Ya kwamba turarue mavazi yetu, turarue mioyo zetu vijana. Tumefanya mambo mabaya. Tumekataa kuheshimu wazazi. Tumetembea katika njia mbovu. Tumeshiriki kwa meza chafu.
turarue mioyo zetu. Tuambie Mungu tusamehe. Tuambie Mungu tuoshe, ututakase na damu ya Yesu. Wakati wa rapture inapofika, hata na sisi tukakue katika mkono wa kuume wa Mungu tukimtukuza aliye juu. The danger of spiritual sleeping. Like the 10 virgins in Matthew, many are waiting but not prepared. Unaona? Ni katika hizi nyakati za mwisho tukue kama wale walikuwa wa akili, wakaweka akiba yao. Let us be prepared. Nimekuwa na shiriki na wanafunzi. How have they been? Wamejiandaaje? How prepared are they? Bwana Yesu asifiwe. Tuwe na akili, tuwe na hekima. Usifuatishwe tu na kila namna ya mafunzo. Yaani ndio ubarikiwa, anatoa sauti ya bass. Nasema haleluya. Unasema huyo ndio hakuna. Wewe soma tu neno la Mungu ulielewe. Ni nyakati za mwisho. Na neno linatuambia kutatokea na watu wengi watakaotoa hata pepo kwa jina la Yesu, lakini sio Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yeah, the dangers of spiritual sleep. Some have lamps, religion, but no oil. Bwana Yesu asifiwe. The oil is the Holy Spirit. Let us allow the Holy Spirit to awaken us. Atusaidie katika anga ya vijana. Mafuta isikose kwa taa yako. Tuwe na anointing ya Mungu. Tukaribishe Roho Mtakatifu ili akaenende pamoja nasi. We must stay away from prayer and repentance so that we be holy and we praise the living God. The rise of deception. False teachers will twist the gospel. Tumeyanena hapa. They will twist it. Hata kuambia wachana na mambo mabaya. Yeye anakuambia Mungu anaangalia moyo. Mungu haangalii moyo, atakwambia hivyo. Wewe kucha vile umevaa, kucha na racket, umekata hapa kila kitu kinaonekana. Alafu unakuja hapa, atunashika microphone. Umenyoa vitu simama hapa. Ati nani atakubali? Hakuna. Sisi hapa angalia watoto wetu hawa vile wako. Unaona vile wako sawa? Umeona ati wamesimamisha vijiti kwa vitu. Ati unashika hapo microphone ati naiwe. Hakuna. Sisi hatutaki kupembelezana na dhambi. Tutengenezane kwa sababu ni nyakati za mwisho na tuende mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Vijana wetu hatuwezi tukaruhusu. Umekuja hapa nguo nusu hivi. Ati unaimba, unapiga magoti unaimbia nani? Na unaonyesha uchi wako, unaonyesha nani? Wewe. Wacha hiyo mchezo. Dress yourself when you come in the presence of God. When we call the presence of God in a shuka. Bwana Yesu asifiwe. We don't want to entertain anybody. We want to please God. Bwana Yesu asifiwe. Ni nyakati za mwisho. Madhehebu mengi hawataki ukosoe vijana. Hawataki useme ukweli. Ukisema ukweli vijana wataisha kanisa. Hata kuacha nibaki na mmoja huyu hivi. Mmoja ambaye atafanya makusudi ya Mwenyezi Mungu na aingie mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. I don't want to please the crowd. Nikuwe na crowd. Nikisimama hapo nje vijana wananizunguka tu hivi. Wale wamevaa tight, wale wamevaa sijui nini, wale wamenyoa sijui aje, wale wameweka kofia wameangalia nyuma, wananizingira wananipenda kwa sababu ninapembeleza dhambi. No. Bwana Yesu asifiwe. Yeah. We must test every teaching by the word of God. Heaven and earth shall pass. Haya maneno tumeyaongea. Mambo ya dunia hii yatapita tu. Haya mavazi yatapita tu. Wewe angalia Prime Minister mambo ngapi ameacha masuti. Zile ziko na polite performance inaitwa. Yeah. Ameziacha. My friend, ameziacha. Yeah. Hivi ndio dunia hii madaraka hii. Waachana nayo. Don't compete with anyone. Don't compare yourself with anyone. Wewe kama ni wakufaa mrefu kama wanakuweka chini ati ya repentance wewe vatu. Lakini usituvalie vimini, atunakuja hapa tumefika hapa. Ukijaribu kutembea uwezi. Mwingine anatembea na sasa nikasi ulinunua nini? Kuna mtu anakulazimisha kununua. Kitu imefika hapa na imetaiti mikopo sasa
asifiwe. Tunakaribia masherehe. Haleluya. Tunakaribia sherehe, Disemba inafika. Kila mahali ni dunda, kila mahali ni muziki, kila mahali yani kwenye unapita ni hema. Yaani unashindwa ukule wapi uache wapi. Unatamani uchitakawe mara mbili. Mara huko pilau, mara huko soda, mara huko chapati. Rapture is near. Avoid. Usiende kila mahali unataka kukula. Na hata unaenda hata una zawadi. Afterward, the world will face the great tribulation, a time of suffering, the rise of Antichrist and global deception. Antichrist imeshaamuka iko. Unasikia? Tunajua iko, si ndio? 666 iko tayari. Vijana wetu, waachana na mambo ya tatu. Hizo ndizo ma 666 wanakuchapisha. Mimi afadhali nikufe na Yesu. Hata wakisema ati usipokuwa na hiyo chapa, ati hautanunua, ati hautafanya nini? Si afadhali niende na shambani nje wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niende tu pole pole na niende kwa Mungu. The second coming of Christ. Hiyo mambo ya Antichrist utaiona katika Revelation 13 and also Matthew 24:21. The second coming of Christ. Jesus will return as the King of Kings. Yesu anarudi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ushers, please, sometime don't allow children to come in the altar. Praise the living God. Please help us. Help us. In the name of Jesus, help us. Enda chini wewe. Tusaidie sana. Kwa sababu haujui anga ya huyu mtumishi wa Mungu anayenena ako katika anga gani. Kuna anga fulani ambaye anaweza kuwa anaipinga. Na mtoto anakimbia katika madhabahu, unaweza chikuta mtoto ameanguka madhabahu na amekufa. Alafu mtuletee maneno, hatutaki. Bwana Yesu asifiwe. Be very alert. Na wazazi wa watoto pia muwe very alert. Wakati neno la Mungu linaendelea, mnakaa na watoto. Bwana Yesu asifiwe. Yeah, Jesus will come as the King of Kings. Wanahurumia wachawi ambao wako na viongozi wao. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine mtu anajiita Maria Mbingi. Yaani yeye ndiye mkubwa wa wachawi. Neno moja kwa kinywa cha Mungu, hao mbingi wote wanaenda. Wanalala, wanakufa na hizo mitungi zao. Na tunapita tunaenda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Let us celebrate our King of Kings, ambaye ni Jesus, ambaye ni Lion of Judah. Katika siku za mwisho bingi wafwe msana Yesu Kristo. The final judgment, all people will stand before God. Revelation 20:11. Hiyo tuweke kwa media. Revelation 20:11-15. Ya kwamba kuna wimbo Pastor Janet yeye anapenda kujua hizo nyimbo. Ati watasimama mbele ya Mungu. Kila mmoja, mimi nitasimama. Joyce, ninaitika, ninafika hapa. Wanafungua kitabu changu. Mambo yangu yote. Vile nimekuwa nikipiga watu vita kwa huduma. Vile nimekuwa nikisengenya watoto wa watu. Vile nimekuwa nikipiga wachungaji vita. Vile nimekuwa nikisengezea pisi maneno. Vile nimekuwa nikifanya mambo machafu kanisani. Vile nimekuwa nikifanya takataka zote kule kwangu. Na bakuma na bali rano isenda kwa kwa kushota kwa chemu mumuliro kuya. Then I saw a great white throne and the one who sits on it. Earth and heaven fled from his presence and was seen no more. And I saw the dead, great and small, alike, standing before the throne. Books were opened, and then another book was opened, the book of living, and the dead were judged according to what they had done. What is that? According to what we have done. Kuna baba, kuna mama
kumalizwa. Kwa sababu amenena ati Mungu amemwambia. Ndio unaona katika siku za mwisho kutatokea na watu wa mambo mbalimbali. Neno linasema ya kwamba nikaona wafu na walio wazima wakasimama. Sasa huyu amesimama na hii neno na hana uhakika kama prime minister ataamka. Asipoamka chenzi wanamalizana na yeye. Walisema hivyo. Sasa wakati mwingine ukitoa unabii, hakikisha ya kwamba umetoka kwa nani? Bwana Yesu asifiwe. The last days, wana kama ya kuanzia. Kama jina kota. Anachua tu stress yenye wanapita ndani step. Na kufa frame, na kuwa hadi manani ya tende. Mwezi njone kama hindi bana kama kusi. People are selling their maize right now. They are selling goat sheep. Na ng'ombe wanakimbia katika madhabahu machafu eti waharibu anga ya watoto wasikalie mtihani. Niko kule changa nenda sikubali. Kwete nenda sikubali mamae. Ni baba. Kwete nenda sikubali. Binti kamera kama kaisa kamera chimsi. Efa kuna tenga kwa kamera. Siku za mwisho kuna mambo mengi yanatokea vijana. Be alert. When you are at school, be alert. Mmefunga mmekuja nyumbani, be alert. Wakati unaitwa kitabu chako kinafunguliwa, wewe msichana, unaona orodha ya wavulana wenye walikuwa wanatanganya, wale wa rent, wale wa airtime, wale sijua nini, yote. Mnyororo iko hapo. Watoto wetu, fanya makusudi ya Mwenyezi Mungu. Ili Mungu alinde masomo yenu, alinde maisha yenu, alinde ujana wenu. Kuweni wakamilifu mmekuja nyumbani. Katika hii holiday wacha kusumbua wazazi. Saidia wazazi kazi. Wacha kutembea ovyo ovyo hata uchichi ni unafanya barabarani. Yaani uko tu, wewe una move tu, wakikuuliza unaenda wapi anafikako tu. Unafikako wapi? Bwana Yesu asifiwe. Tukawe watoto ambao ni wa Mungu, tukamtumainia Mungu kwa sababu siku za mwisho ya kwamba those whose names are written in the book of life will enter heaven. Other faces enter. Eternal separation. Tuombe Mungu tuingie mbinguni. Nilifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Baba. Nilifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Baba. Oh, nilirukaruka waliponiambia twende nyumbani mwa Baba. Nilifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Baba. Nilicheza sana waliponiambia twende nyumbani mwa Baba. Nilifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Baba. Oh, twende zote nyumbani mwa Baba. Oh, vijana twende nyumbani mwa Baba. Oh, vijana twende nyumbani mwa Baba. Oh, mama twende nyumbani mwa Baba. Amen. Amen. Yaani imagine ne jina lako limeandikwa unaenda mbinguni. Avikile ni rahisi. Kama wewe unasingizia watu waachane. Kama wewe ndio unachukua watu unanyang'anya ma boyfriend na ma girlfriend, wacha. Wewe ndio unafanyia watu maneno machafu, wacha. Kwa sababu Jehanamu is real. Even if we go an extent of gossiping our pastors, they were leaders in the church. Heaven, will we see heaven really? Bwana Yesu asifiwe. The new heaven and the new earth. Revelation 21:1-4. God will wipe away every tear, every fear. There will be no more death, pain or sorrow. Kama tutapendeza Mwenyezi Mungu, anaenda kutuondolea mambo ya mauti. Bwana Yesu asifiwe. Anaenda kutuondolea mambo ya magonjwa, mambo ya fear, sorrow. Tunapita katika changamoto ambazo zinatufanya hata ukikula chakula hakiteremka, unashinda kinaenda wapi? Kwa sababu ya last days ambayo imejaa stress. Lakini tunapomtazamia Mungu, Mungu anaenda wipe away all tears from our eyes. Bwana Yesu asifiwe. We have cried, we have
Believe in God that God is going to wipe away those tears. No sorrow. There will be no death, no grief. The old things have disappeared. Let these old things disappear. These spiritual sicknesses in our life. Let it disappear in the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Spirit of stagnation. Let it disappear in our church, in our youth. Mtoto anasoma, hakuna kitu anaelewa. Mtoto anasoma vizuri, akikaribia mtihani anaanza kukusumbua. We rebuke those spirits in the spiritual realm in the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Then the one who sits on the throne said, and now I make all things new. May the Lord make all things new. Amen. In Jesus' name. Bwana Yesu asifiwe. Amen. He also said to me, write this because these words are true and can be trusted. Mungu afanye mambo yote ya nyuma yawe mapya ndani ya kanisa letu. Amen. Katika maisha yetu, let all things go. Let this spirit of stagnation disappear and God to release His Spirit to mold us once more and to help us so that when we walk, let us please our Maker. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ya kwamba tutakuwa na kiu, Mungu atatupa maji, tutakunywa. Heaven is prepared, place for a prepared person. Heaven is prepared, Pastor Petrus, for a prepared person. We as youth, are we prepared to go heaven, my Dr. Caleb? Yes, heaven is prepared for that person who has already prepared herself or himself. Hautaambia tu kuja tuende mbinguni. Na wewe ndio unakaa kwa vikao katika baraza la wenye mzaha, katika vikao vikundi vya washirikina wanaopanga kunyunyiza majuju katika anga ya watoto. You are among them. Hautaingia heaven. Taingia katika kuzimu, moto wa milele. Bwana Yesu asifiwe. How should we live now? Tutaishi aje ili tukaingie mbinguni? Bwana Yesu asifiwe. Since we are in the last days, we must watch in prayer. Let us be alert in prayer. Let us be alert in prayer, my youth, so that you overcome these temptations. Antichrist is awake. Antichrist anatafuta watoto wetu. Anawapa kiburi, pride. Let us watch and pray. Vile mmefunga hivi kuja hapa kanisani tusikie tu sauti za vijana wanalilia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Watch in prayer. Luke 21:36. Work for God's kingdom. Work for God's kingdom. Not the kingdom of Antichrist, not the kingdom of witches. Work for the kingdom of God. That is John 9:4. Walk in holiness. Maintain your body. Hizo ninaipa kila siku. Keep your body holy. When neglect, tembea bila unataka. Jitembeze, tafuna. Walk in holiness. That is Hebrews 12:14. Wait with expectation. Wait to God. Wait. Wait to God. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba wamngojao Mungu, Mungu ataweza kuwapa nguvu mpya kama ya an eagle. Wait to God. You as a youth, wait to God. The final call. Jesus is coming soon, not as a baby, but as a manager, conquering king. The message of the end time is not to frighten us, but to prepare and purify us, as it is in Revelation 22:12-15. Immediately to a so that I wind up. End time haikuji ili ikatupe uoga, inakuja ili ikatuandae. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoona changamoto ya mambo ambayo tumepitia, tumeyaona, tujue ya kwamba ni nyakati za mwisho, and we have to be awake, we have to be alert. Tulijifunza hapa siku moja na Pastor Julie last Wednesday. Let us be alert. The devil is at work. Let us be alert. Adui anaamuka na vimonyo ambavyo Pizia amesema. Vimonyo. Wakati mwingine neno la Mungu linapita,
internet. Bwana Yesu asifiwe. Listen, says Jesus, I'm coming soon. Jesus, our King of Kings, is coming soon. How will he meet us? Atatupata tukiwa kwa hali gani? Wavulana na wasichana, wamama na wazee, kanisa la Friends la Ruhuna, Mungu atatupata tukiwa wapi? I will bring my rewards with me. Will we be among those who will receive rewards? Tutakuwa among vijana. Vijana, hoye! Mutakuwa among wale ambao watapata jawabu. Ama Mungu atawapata nyinyi mkiwa tu kwa boyfriend and girlfriend. My babe, my avocado, my support. I will bring my rewards with me to give to each one according to what he has done. What have we done as Christians? Bwana Yesu asifiwe. What have we done? Ambayo Mungu akikuja atatupa zawadi. I am the first and the last, the beginning and the end. Mungu ndiye mwanzo tena mwisho. Happy are those who wash their robes. Vile nilisema katika Hosea na Joeli, kwamba tunarue mioyo zetu, tutubu, tumwambie Mungu atuoshe, atusamehe. They are robes clean and so have the right to eat the fruit from the tree of life and to go through the gates into the city. Me and you. Are we ready to receive the King of Kings? Have we cleansed ourselves? Wavulana na wasichana, wanafunzi mmetoka shule. Mmekuja tu vizuri. Utaona unaanza kuchichanganya mixing, koroka, changanya, roiko, cube, ya pilipili, ya nini. Wakati inafika ya kwenda shule, unaanza kuchifungia kwa nyumba, wanakuambia shule malaria. Walk in the ways that pleases God. Unasikia wasichana? Waacha kutembea na wavulana wanakusumbua, wanakuchezea tu. Waacha uanze kutapika umwambie ndio utasikia vile atakuchia. Let us cleanse our robes. Let us cleanse our minds. Let us cleanse our life. Let us dip ourselves inside the blood of Jesus, so that Jesus washes and purifies, so that we go through the gates of heaven. May the mighty God bless us, lift us, and help us in these last days to do a tuko mahali gani. Let us prepare ourselves very well. Let us walk in the ways that will please God. Na Mungu wa neema, Mungu aonaye sirini, akatusaidia